kila mtu anauona. Yesu asifiwe. Kwa utukufu wa Mungu ni Mungu yeye mwenyewe kujidhihirisha katika ulimwengu wa mwili, katika ulimwengu huu ambao tunaishi, katika maisha ambayo tunayaishi sasa hapa duniani. Kile kitendo cha kuyaona hata matendo makuu ya Mungu, kile kitendo tunaita ni utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 14, Biblia inasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Neno alifanyika mwili nasi tukauona utukufu, maana yake tukaona kujulikana kwake, tukaona udhihirisho wa hilo neno. Maana yake neno hakuwa mwili, ila neno akafanyika mwili. Kwa hiyo neno alipofanyika mwili, nasi tukauona utukufu wa hilo neno. Kwa hiyo utukufu ni Mungu yeye mwenyewe kujidhihirisha kwetu, na hapa tumeona neno ni moja ya kitu ambacho kilijidhihirisha kufanyika mwili. Kwa hiyo neno la Mungu lisipofanyika mwili, hawezi kuona utukufu wake. Kwa utukufu wa Mungu umefichwa pia katika neno lake. Kwa kupitia neno lake mpaka lije kwa jinsi ya mwili, ndipo tunaona utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lengo lote hili ni kukujulisha ya kwamba uwepo wa Mungu upo kwenye maisha yetu, na tukijua upo kwenye maisha yetu tuweze kujua namna ya kumrudishia Mungu utukufu, kwa sababu ya utukufu ambaye yeye ametupa, utukufu ambao anauachilia kwenye maisha yetu, utukufu ambao anakupa wewe kwenye kila kitu cha kwako. Kwa hiyo inatuonesha ya kwamba licha ya kwamba Mungu ameachilia utukufu wake kwetu, lazima tuweze kumrudishia utukufu ambaye ametupa. Napoendelea kuweka utangulizi wa hili somo, kuna vitu kama 6 hivi, lakini mimi nitataja vitatu kwa sababu ya muda. Utukufu wa Mungu upo katika level kama 6 hivi. Utukufu wa Mungu upo katika level 6. Kuna utukufu ambao unaitwa ikabod. Kiswahili chake sijajua, ila hilo ndo asili lake ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza na ile sura ya 4, Samueli wa kwanza sura ya 4 na ule mstari, ikabod ni neno la Kiebrania, Kiswahili chake hata kwenye Biblia imeandikwa hivyo hivyo, ikabod. Samueli wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 21, Biblia inasema akamwita mtoto Ikabodi akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli. Huo utukufu umeondoka katika Israeli. Huyo alikuwa ni mtoto mjukuu wa mzee Eli ambaye alikuwa ni kuhani wa kipindi hicho, ambaye mtoto wake alikuwa anaitwa Finehasi, ambaye alichafua madhabahu ya Mungu. Baada ya mke wake kujifungua, akaitwa jina ambalo linaitwa Ikabod. Hiyo ni aina ya utukufu ambao, utukufu wa Mungu maana yake ulikuwepo mahali ukaondoka, au mtu aliyepoteza utukufu wa Mungu. Maana yake kuna watu ambao Mungu aliweka utukufu wake kwenye maisha yao, baadaye ule utukufu ukapotea. Kuna watu ambao Mungu aliachilia kiwango fulani cha utukufu kwao, ule utukufu hakuutunza ukapotea, naitwa Ikabod. Maana yake kuna level ambayo binafsi ulikuwa unajiona. Unajua tunaishi kwenye maisha ambayo wewe binafsi unatambua hali yako. Utukufu wa Mungu ukitoka kwenye maisha yako, wewe binafsi unaona, mbona sina Mungu? Kuna kitu kimetoka. Ni utukufu ambao ulikuwepo kwenye maisha yako, lakini sasa hauko. Kwa hiyo umebaki na historia kwamba mimi nishawahi kuwa na utukufu wa Mungu, mimi nishawahi kufanya jambo fulani. Ikabod. Samson alipokatwa nywele za kichwa chake, maana yake utukufu ulitoka, hakuwa na nguvu tena za kuweza kupambana. Ule utukufu ambao ulikuwa unampa nguvu ya yeye kuweza kupambana haukuwepo tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa Mungu una manufaa makubwa sana kwenye maisha yetu,
Na nimesema utukufu wa Mungu maana yake udhihirisho wa Mungu kwetu, ule udhihirisho wa Mungu ambao unaishi na sisi, udhihirisho wa Mungu ambao unatembea na sisi. Tutaangalia hapo mbele kidogo, lakini utukufu mwingine wa Mungu unaitwa Shakaina. Shakaina glory, utukufu ambao unaitwa Shakaina. Shakaina, Shakaina ni utukufu uliofunuliwa, utukufu ambao uko wazi, utukufu wa mazingira. Ndio maana ushaona kuna wakati unafika ibadani, unaona ibada ni nzuri, imetanda, unajisikia hata kuomba. Kuna mazingira ambayo unaona unasema ibada ya leo mbona ilikuwa na wingi. Kuna namna ambavyo unasikia, ule ni utukufu ambao unaitwa Shakaina. Shakaina glory, utukufu ambao ni utukufu wa mazingira. Kuna wakati ukija kwenye mazingira ya kanisa hukuwa na amani, lakini umefika, kuna Shakaina